Na mada moja hapa inayosema amani ni tunu ya taifa. Tunu ni kitu cha thamani ambacho kinapaswa kulindwa. Amani ni moja ya zawadi ambayo tumepewa na Muumba. Kwa taifa linaweza kuwa na mali nyingi, lakini lisipokuwa na amani, taifa hilo, hizo mali haziwezi kuwa na thamani mahali popote pale. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 2:1 inasema kabla ya mambo yote tufanye shukrani na dua na maombezi kwa ajili ya viongozi wote na watu wote, ili tuishi maisha ya utulivu na amani. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja kuiombea, kushukuru, kusali, kufanya dua kwa ajili ya taifa letu ili liwe na amani. Ni wajibu wa kila mmoja. Taongelea mambo mawili kwamba amani ndio msingi wa maendeleo. Hakuna maendeleo bila amani. Pale ambapo kuna amani, watu hulima, hufanya biashara, watu husoma vizuri, watu huabudu kwa uhuru. Lakini pasipokuwa na amani, maendeleo haya husimama. Ukisoma katika Zaburi 133:1 inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Umoja huzaa amani na amani huzaa maendeleo. Tuwe ni watu wa kujenga umoja kwenye familia, kazini, makanisani, katika jamii, hata ngazi ya taifa. Pili, amani huanzia moyoni mwetu. Mataifa hayawezi kuwa na amani kama watu wake hawana amani mioyoni mwao. Mtu mwenye chuki, hasira, visasi huwa chanzo cha migogoro, lakini mtu mwenye upendo, msamaha na hekima hueneza amani kila mahali. Kwa hiyo tueneze amani kila mahali. Katika Warumi 12:18 anasema ikiwezekana kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Kwa kabla ya kutaka taifa liwe na amani, tuanze sisi wenyewe. Tuwe watu wa kusamehe, kuheshimiana, kuzungumza kwa hekima na kutii sheria za nchi. Ndugu zangu, amani ni tunu ya taifa. Tulinde kwa maneno yetu, matendo yetu na maamuzi yetu kila siku. Tusiwe chanzo cha migawanyiko, bali tuwe wajenzi wa upendo na umoja. Kumbuka, ukilinda amani, umelinda familia yako, umelinda jamii yako, umelinda taifa lako. Na watakieni amani. Asiwepo yeyote wa kusababisha amani itoweke ndani ya taifa hili. Asante.